tunashukuru Kachimba, kama unaona kama kitu kidogo, sisi tunaona kama kitu nyingi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema, lakini zaidi kwa kuweza kutukutanisha katika kituo chetu hichi cha Hosana cha malezi ya vijana wetu. Namshukuru Mungu sana kwa hilo, lakini zaidi pia namshukuru Mungu kwa kuweza kuniongoza wakati wote na kuweza kuja kufanya sadaka hii ya leo. Nimeongozana na viongozi wenzangu wa chama hapa, na lengo kama kiongozi au mwakilishi wa wananchi, hususan kipindi hiki ambacho ni cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Hata maandiko yanatutaka tufanye matendo ya huruma kwa wale ambao wana mahitaji. Basi leo tumekuja na mahitaji kama ambavyo yanaonekana haya hapa mbele yalivyo. Mahitaji mengine yatakwenda upande wa shule kwa ajili ya vijana ambao wanasoma, kama mahindi na maharage. Kwa hiyo yamekuwa yakihitajika shule. Nafikiri ni utaratibu ambao sote tunaujua kwamba wazazi wanatupaswa kuchangia. Lakini sasa wenzetu hawa ambao wanalelewa hapa, hawa watoto wetu, walezi ndio wana jukumu la kuhakikisha mahitaji hayo ya chakula kwenye shule yanapatikana. Kwa basi waliponishirikisha, nikasema na mimi niweze kuja na hizi junia 2 na maharage debe 2 kwa ajili ya kupeleka pia kwenye shule ili kutatua changamoto upande huo. Lakini yale mahitaji mengine madogo madogo kwa ajili ya michango mbalimbali ya shule, upande wa shule ya sekondari na shule ya msingi, nimesema pia leo nitawapatia pia fedha hizo shilingi 200,000 ili basi fedha hizo pia ziweze kutatua changamoto hiyo ya upande wa shule. Lakini kama ambavyo tunaona sote kituo hiki, kwanza mimi binafsi niwapongeze kwa malezi. Vijana ni wachangamfu, wanaonekana wamechangamka vizuri, mnawalea vizuri. Hata kiimani nimekuja tu, nimejifunza kitu kwao. Nimewasikiliza, wamekuwa ni marafiki zangu. Kila mtu amesema anatamani kuwa nani, na mimi nawaombea kwa Mungu kila mtu kwa namna yake ambavyo anatamani kuwa. Basi Mungu awape makuzi mema na walau muweze kufikia hamu ambayo kila mtu anayo ya kwa nafasi anayoitamani. Ili baadaye na ninyi pia, kwa sababu miongoni mwenu watatoka marais, watatoka mawaziri, watatoka waziri mkuu, mara pengine hata madaktari bingwa watatoka miongoni mwenu, wengine wanajeshi kwa ajili ya kulinda usalama wa nchi yetu. Lakini pia mtakuwa na ninyi sehemu ambayo baadaye mtakuja kuisaidia nchi yenu kwa kuwatumikia kwa nafasi ambazo Mungu atawajalia, pale ambapo Mungu atawajalia makuzi na kuwasaidia kufikia hatua fulani. Lakini ndugu zangu walezi, natumia tena nafasi hii kuwapongeza. Napongeza sana kwa moyo wa upendo, sababu kukaa na familia hii kubwa na wengine wako shuleni sekondari, kuendelea kufuatilia maendeleo yao ni moyo wa upendo, na mimi niwapongeze. Lakini ninatambua pia serikali iko bega kwa bega na ninyi. Mimi kama mwakilishi wa wananchi, mimi niwaahidi ushirikiano wakati wote. Lakini serikali pia iko bega kwa bega kwa kupitia wizara yetu inayoongozwa na mama yetu Dorothy Gwajima. Naamini kila kitu kinakwenda pia sawa. Kwa hiyo changamoto zozote ambazo zipo, tuendelee kushirikishana, kwa sababu maendeleo ni mchakato, ni hatua kwa hatua. Hata utatuzi wa changamoto pia unaenda hatua kwa hatua. Unatatua changamoto hii, unaenda tena mnatatua tena nyingine. Lakini zaidi mimi ni uhakikishie au niwaahidi ushirikiano wakati wote kama mwakilishi wa wananchi ndani ya jimbo la Babati mjini. Kila nitakapopata nafasi nitapita kuwasalimia. Na vijana wamesema hamu yao kubwa ni TV. Basi na mimi namuomba Mungu basi mpaka Pasaka hii wawe na TV. Angalia ili walau na wao waendelee kuona wakati mwingine mambo yanavyokwenda, sio? Lakini nitumie pia nafasi hii kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu
ya mipango mizuri ambayo imeiweka kwa ajili ya Tanzania kwa makundi yote ndani ya nchi yetu. Na ndio maana kuna wizara maalum kabisa ambayo pia inashughulika na masuala ya kijamii. Kwa ni matumaini yangu taratibu zote mmekuwa mkizifuata wakati wote, na serikali imeendelea kuwapa ushirikiano wakati wote, ikiwa ni serikali kuu hata serikali za mitaa. Naamini viongozi katika maeneo haya wamekuwa wakiwapa ushirikiano. Kwa hiyo na mimi naendelea kuwa balozi wao sana, kwa sababu ni kitu ambacho nimekifahamu muda mrefu, na mlezi wa mara nyingi pia tumekuwa tukizungumza. Kwa hiyo pamoja na hayo basi tuangalie pia na utaratibu huu ambao pia serikali umeweka wa kuweza kuipatia bima, ili ya watoto pia waweze kupata bima. Pale ambapo mnadhani kuna jambo la kushirikiana, kuna changamoto, basi tuambizane ili basi hao watoto pia waweze kupata bima, kama ambavyo serikali imeweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba bima inakuwa ni ya watu wote. Namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hilo, kwa sababu kwa mfumo huo amekwenda kugusa Watanzania wote, hata wale wa hali ya chini kabisa, na wao sasa watapata bima wakati mwingine hata kama hawana fedha, lakini wana bima zinakwenda kuwasaidia kupata matibabu. Kwa hiyo tuendelee kumwombea afya njema katika utumishi wake kama kiongozi wetu wa nchi, na wasaidizi wake wote ambao wanamsaidia, ili ile adhima yake ya kuwaletea Watanzania maendeleo basi kapate kufikiwa, na lile tabasamu ambalo anatamani kuliacha hata pindi amalizapo muda wake, basi atuache tukiwa na tabasamu, au wakati wote tuwe na tabasamu akiwa anatuongoza. Basi kwa kufikia hapo, mimi niwashukuru, nimeshukisha kuwakabidhi hivi vitu. Sasa muendelee kwa utaratibu wenu mlezi ambao unaujua wewe mwenyewe, lakini tuendelee kukumbushana kwa mambo ambayo tumeyazungumza. Kama kuna mahali anakwenda amekwama, tuambizane ili basi vijana hawa na wao waweze kufurahia matunda ya nchi yao na malezi yanayotokana na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupitia viongozi mbalimbali walioko katika kutuhudumia sote. Kwa kufikia hapo, mimi ni washukuru sana sana sana. Mungu akitupa tena uzima wakati mwingine tena nikiwa na nafasi nitapita, lakini kukiwa kuna jambo ambalo mara pengine linahitaji kufanyika hata kama sipo jimboni na wasaidizi ambao nasaidiana nao, litatekelezeka kwa niaba yangu pasipo na shaka. Kwa kufikia hapo niwashukuru watoto, na wapenda. Asanteni sana. Nikipata nafasi tena wakati mwingine nitakuja kuwasalimia. Walau sasa tubembee kidogo, tucheze na kampira kidogo, si ndio? Hapo vipi? Sawa. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Shedrack Amos, nasoma kidato cha 3. Sisi kama Hosana tunashukuru kwa ujio wenu. Mungu akawabariki, akawazidishie pale mlipotoa pakajae na kufurika kusukwasukwa na hata kumwagika. Na pia aende akae dereva wenu akafikishe salama mnapoondoka mahali hapa. Na pia aende akamfikishe mheshimiwa wetu huko Dodoma salama bila kupata na tatizo lolote. Asante. Kwa majina naitwa Dorini, nasoma kidato cha 3. Binafsi kama Hosana namshukuru mbunge Emmanuel kuja kutusalimia pamoja na wageni wake leo kuja nao. Mungu awabariki, akazidishie pale mlipotoa, maana mtusaidia sana, mwasaidia shule ya msingi chakula kulipia, mtusaidia pia sekondari kulipia chakula. Mungu akubariki, akazidishie pale ulipotoa. Pia akakuongezea cheo, ukatoke ubunge uende kuwa waziri katika ngazi yoyote. Mungu asikuache yanko. Karibu tena Hosana na ufike Dodoma salama. Jina langu naitwa Neema Munisi, ndo mkurugenzi wa kituo hichi cha Hosana, na pia ndo mama mlezi wa watoto hawa. Kipekee nimshukuru mheshimiwa mbunge kwa ujio wake. Kwa kweli tumekuwa na furaha, nimekuwa nikiwasiliana naye, nikimweleza changamoto za hapa na pale. Kwa kweli amekuwa ni mbunge sikivu. Sikuamini kama alivyoniahidi atakuja, nilikuwa naona kama utani, lakini namshukuru Mungu amekuja, na hajaja na mikono mitupu. Amekuja na vitu mbalimbali hivi kwa ajili ya watoto, na pia ametusapoti kwa habari ya michango ya shule, maana nilikuwa nadaiwa shuleni na mpaka nikafikishwa mpaka kwa mwenyekiti
kwa ajili ya michango ya watoto, lakini namshukuru mbunge wangu kwa kunisapoti na kusapoti watoto wetu wa Ozana. Kwa kweli ameleta tabasamu kwa watoto, hata wakienda shuleni watakuwa na uhuru hata wakula. Wanapokula kile chakula kwa sababu tayari watakuwa wameshachangiwa na mbunge wao. Kwa hiyo tunamshukuru sana mbunge wetu kwa ule moyo kwanza wa kufika kwenye kituo chetu na vyote alivyovifanya. Tunaamini kabisa Mungu ataenda kumbariki. Mungu akubariki mbunge. Mungu akuzidishie pale ulipotoa pakajae na kufurika. Tunakuachia neno letu la shukrani kwenye Wafilipi 4 mstari wa 18 na wa 19. Amina. Kwa kweli wito kwa watu wengine ambao naomba kwa kweli tujali watoto wenye mahitaji, kwa sababu hawa watoto sio wa kwangu, ni watoto wa watu wote. Kwa hiyo nawaomba yoyote ambaye ataguswa aje asapoti watoto wao, kwa sababu wanahitaji mahitaji mbalimbali, wanahitaji kusoma, wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kulala. Na pia hata ukiangalia nyumba yetu bado haijaisha, tulihamia haijaisha kabisa, haijakamilika. Ndani tunahitaji tiles, tunahitaji finishing kwa ujumla. Kwa hiyo naomba yoyote atakayeguswa aje atutembelee na afanye chochote kwa ajili ya kituo chetu.